There is a gap and that gap needs to be addressed. Kama kuna upotevu ama ulegevu pande yetu, tuseme kuna ulegevu. There must be a gap and this gap needs to be filled. Hii vijana ndogo ndogo ya 20, 50 years, 20, 15 years, itawashinda. Juzi usiku on Friday, ndio hii vijana auawe mchana. That night I was here in Diani police station. Nikiwa napiga report nimeibiwa. And I like the response. Wapi OCS? He was the only man who was present at OCS and in the party station. Kama vijana imeshinda hii, then you have no mandate of you being here. Hamna haja. Utakuwa wananchi wanakatakata na mko hapa. Every day somebody is bleeding. County commander yuko, OCD yuko, DCC yuko. Why are we there? Tunafanya kazi gani hapo? Haitakubalika hiyo. Haitakubalika hiyo. Kazi mpaka ifanyike na hiyo vijana mpaka tutafute. Wazee, shida ni nyinyi. I will also blame you. Hii vijana wote, hii shida yote iko kwa sababu ya upungufu pande nyinyi wazazi. Poor parenting is contributing to this problem. Mheshimiwa sasa alituambia sisi ni Waislamu. Mtoto akifika mwaka 7, muamrishe sala. Akifikisha mwaka 10, chapa. Wazungu wanasema spare the child, spare the road, spoil the child. Wewe mwenyewe you have spared the road. Hiyo mtoto akaharibika. Kwa hivyo bwana, mchukue jukumu lenu. Hii vijana mnaharibu wazazi, mnaharibu watoto. Mmeharibu watoto wenu. Hebu jiulize, mzazi yako leo akiamuka ama kukaa, the grandfather akiamuka, akuja apate ukunda vile iko leo. Ama kiwi vile iko leo. Hata usinika ama hata usinika. Na program ya 3 leo ambayo tulikuwa naye ni vijana 100 walijislamisha huko Likoni. About 100 boys surrendered to the authorities, and these are boys who are involved in crime. These were criminals, organized members of organized gangs and the Banga boys. Equally, nataka kusema hapa Diani sio tofauti na Likoni. Sioni sababu yoyote watu wa Likoni wasarenda na hapa wakuwe na kichwa na nini. Kwa hivyo tutashughulikia hawa vilivyo, and we are going to deal with them according to law. I want to assure the public that your safety and security will be taken care of by your government, and we have a responsibility. Lastly, I want to put the parents on notice. A situation where mtoto mwaka 14, mwaka 15, 16, 17 ndio mtu anaenda kukatakata watu adibu. We are going to arrest these children along with their parents. That's the decision we have made. Tutashika hiyo mtoto for the offense, actual offense, and the parent for either neglect or the child for a child being in need of protection and care, and the parent for neglecting his parental responsibility. So far we have arrested 59. 59 has been arrested so far, and they are in custody. We are appealing to those victims who have been injured, please to come forward and assist us in the identification of those who are actually confirmed with the offense. That's number 1. Number 2, I also appeal to the media. Please, before you make a report, just make an effort asking for clarification. There is an incident which happened in Likoni, as I said in the morning, and that was an incident of shop breaking and committing a felony. But the media was reporting as if that person was confronted in a broad daylight by Banga boys. So this issue is neither here nor there. We require a credible reporting, responsive reporting, also on the part of the fourth estate. Hii fujo ikiendelea hapa, ni mtalii gani atatoka kwao aje hapa Diani? Sasa ni ajira unajitengenezea ama ni kujimaliza unajimaliza? Ndio nikasema hawa wazee yao wamefanya, wametufundisha, wametusomesha, wamejaribu. Lakini sisi wenyewe tunaharibu future yetu. Kwa hiyo vijana wenzangu, mimi nataka niwaambie tuache hii maneno ambayo tunajihusisha nayo. Na vile vile wale watu ambao wanaongea sana kwa mtandao, tuache kuinsight watu.
tuache kuincite makabila, sijui dini. Sisi tumeishi kama watu wa Msambweni, watu wa Diani. So hapa tutawaongelesha, tumewaongelesha, wasiposikia tutachapa wao, kwa sababu hiyo ndio dini imetufundisha, na sisi ni Waislamu na tuko na imani. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo tutaendelea kuwaongelesha, na wasipotusikiza tutawachapa wao. Na kuwachapa sio kuua, kuwachapa sheria itachukua nini? Mkondo wake. Tumeelewana vizuri? Serikali haiui watu wake. Ile kitu ambayo inatusumbua kama wanabiashara ni kwamba hawa vijana ambao wako hapa wanatusumbua, na ni vijana wetu, na hakuna vile kwamba sisi tutawagandamiza. The good thing ambayo tutafanya, tutazidi kuhamasisha hawa vijana, tutazidi kukaa nao kama vijana wetu, kwa sababu hakuna mahali pote tutawapeleka, na sisi kama viongozi tunafaa tuoneshe mfano mzuri. Na kama vile polisi wamekuwa hapa, wametia mikakati mingi, mpaka wameleta hawa watu wa polisi ambao wanatembea na pikipiki, ukipiga tu mara moja wanakufikia na linatatuliwa tatizo. So we are very okay, and from now vile tumeona mkubwa wetu amekuja, ambao amekuwa ni mtu wetu Bwana Nuno, tunashukuru sana na tuna raha sana. Huyo ndio jambazi namba 1. Nataka niwaambie, ulize hawa wazee wetu hawa, ukiuliza na yule mtu ambaye anauliza kazi, kama si kweli Mungu alikuwa mshatoka tena. Wakishachukua hiyo kozi, wakipata tukiita mikutano mkuje kusonga mbele ili wapate ujuzi, ndio nafasi sisi wote. Sababu sasa yaeleweki, sasa tuna kila siku wawekezaji haya maswala fanya kazi. Tumeelewana vizuri?